Yeah. Leo tunaenda kuangalia dawa hii. Dawa hii inaitwa Praziquantel. Hii Praziquantel ina gramu 600. Ukiangalia vizuri ina gramu 600 kwa kila kidonge, lakini mgonjwa anapewa hii dawa kulingana na uzito wake wa mwili. Uzito wake wa mwili unagawanywa sawa na dozi ya dawa. Hii inaitwa Praziquantel. So tunazungumzia hii kazi yake hasa inatibu ugonjwa wa kichocho. Ugonjwa wa kichocho nitauelezea vizuri kabisa. Kwa hiyo kaa kwa kutulia, tuanze kazi. Niwakaribishe katika channel yangu ya Dominic Bugerura. Tunaenda kuangalia mambo machache hapa ya ugonjwa wa Praziquantel. Ugonjwa wa Praziquantel, ugonjwa wa kichocho. Ugonjwa wa kichocho. Tuangalie mambo fulani hapa. Tuangalie ugonjwa wa kichocho, maambukizi ya kichocho. Kichocho ni ugonjwa ambao ni usababishwa na minyoo. Yaani ugonjwa wa kichocho ni ugonjwa ambao unasababishwa na minyoo. Aina ya trematode. Hao ni aina ya trematodes. Mlijifunza biology ya form 4 kitu kama hicho. Tukaangalia trematodes. Hiyo minyoo hiyo iko pale mbalimbali. Tunaita trematode infection kwa Kiingereza. Trematode infection, a disease which caused by trematodes, ambao tunauita schistosomiasis. Kuna aina mbili za ugonjwa wa kichocho. Katika jamii yetu inayotuzunguka, kichocho kimegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni kichocho cha njia ya mkojo, tunakiita urinary schistosomiasis. Alafu second, tuna kichocho cha utumbo, tunakiita intestinal schistosomiasis. Tuanze na kundi la kwanza. Kichocho cha njia ya mkojo tunakiita urinary schistosomiasis. Vuli vya trematode, yani tunaviita vuli, viluilui vya trematode wanaosababisha ugonjwa huu huitwa schistosoma hematobium. Hizi schistosoma hematobium, hao ndio vimelea ambavyo vinapelekea vinazaliana, yanatengeneza mayai, vinazaliana, then vinaenda katika mfumo mzima katika mwili kupitia upenya katika ngozi, alafu na kuingia kwenye mfumo wa damu hadi kwenye mapafu, alafu na ini, kisha ambako hukua na kufikia minyoo kamili. Then minyoo hii hutoka kwenye ini au kwenye mapafu na kwenda kwenye mishipa ya damu. Hapo tunatakiwa tumeelewana kabisa katika mishipa ya damu ya ile mishipa ya kibofu cha mkojo. Mayai ya minyoo haya yanaokua, yanaongezeka kutoka kwenye mishipa ya damu na ya kibofu na kuingia kwenye kwenye ndani ya njia ya mkojo na kutolewa nje. Wakati mayai inapotoka kwenye mishipa ya damu kuingia kwenye kibofu, hutoboa mifereji hiyo ya damu na hivyo husababisha mtu kukojoa damu. Hivyo tu, yani in short ni hivyo kwa ufupi tu. Mayai yakiingia kwenye maji, unaona, na huunguliwa na kutoa na kutoa viluilui ambavyo huingia ndani ya konokono, na ndani ya konokono hukua na kuwa lava. Then lava ambao hao wana uwezo wa kupenya ngozi ya binadamu, tena hivyo kukamilisha mzunguko wao katika maisha yao, yani tunaita life cycle ya hizo
ya hizo viloi. Karibu sana wapenzi watazamaji, tuko tunaendelea na hili somo zuri kabisa. Somo zuri, nenda kujifunza tu kwa kutulia, mambo ni mazuri kabisa. Dalili, mtu ataanza kusikia maumivu wakati wa kukojoa, hii tunafahamu. Mwasho wakati wa kukojoa, alafu mkojo wa mwisho utoa damu, lakini bila maumivu, tunaita terminal hematuria. Alafu unahisi homa, unakuwa na homa kali. Tiba sasa ndio dawa hii hapa. Tiba ni dawa hii hapa. Hii dawa inaitwa Plasquantel. Plasquantel. Hapo tumeelewana vizuri. Hii ni Plasquantel. Hii Plasquantel ni kila kidonge hapo kina miligramu 600. Kila kidonge kina miligramu 600. Ziko 10, lakini uwezo kapewa zote hizo umeze, hapana. Hii zinaenda kimahesabu. Kwamba uzito, kwa mfano tunasema kwamba, kwa mfano natoa mfano wa kinadharia tu, kwamba una kilo 60. Alafu kidonge kimoja kina uzito wa miligramu 40. Kwa hiyo miligramu 40 per watt per kg ya kilo za mwili. Hiyo uzito wa mwili ikigawanywa katika dozi zilizo sawa na kutumika, zikigawanywa katika dozi kama na kutumika, it means kwamba kutumika na kwa siku hiyo moja. Dozi ya pili itumike kati ya masaa 4 hadi masaa mangapi? 6. Masaa 4 hadi 6. Kutumika katika dozi ya ngapi? Ya kwanza, siku hiyo moja. Sasa mfano mtu ana kilo 60. Mtu mwenye kilo 60, hapo nimeanza tu, natoa mfano please. Usinoti kwamba eti tunaanza 60. No. Mtu anaweza akawa na kilo 50, anaweza akawa na kilo 40, anaweza akawa na kilo 80, au anaweza akawa na kilo 100, au anaweza akawa na kuendelea plus. Lakini mimi nataka nitoe mfano wa kilo 60 kilogram za mtu ambaye ana ugonjwa wa kichocho cha mkojo. Hiyo maana tunaangalia kundi la kwanza. Mtu mzima mwenye uzito wa kilo 60 atahitaji 2400 miligramu za hii dawa. Atahitaji 2400 ya hii dawa. Kwa nini? 60, tunasema kwamba 1 kilogram itaenda na 40 miligramu per watt per kg. Je, ile 60 kilogram itakuwa sawa na ngapi? Una cross multiplication. Kwa hiyo unachukua 60 mara ngapi? Mara 40, unapata 2400. Hii 2400 unaenda kuigawanya kwa kidonge kimoja chenye nini? Chenye ujazo wa miligramu 600. Kwa hiyo ukichukua 2400 ukaigawanya kwa 600, automatically utapata 4. Ukipata hiyo 4, maana yake ni kwamba dozi ya kwanza, maana yake utampatia vidonge vingapi? Kwenye hizi 10 utapatia vidonge 4. Na hiyo vidonge 4 maana yake katika dozi ya kwanza atameza vingapi? 2. Katika huo muda. Then baada ya masaa 6 au baada ya masaa 4 atameza tena zingine ngapi? 2. Siku hiyo moja. Mgonjwa huyo ataanza kumeza vidonge 2, na kisha baada ya masaa 4 hadi 6 atameza vidonge vingine vingapi? 2. Lakini huyo mgonjwa akichelewa, maana kwamba kuziba kwa mkojo, alafu kupanuka kwa figo, saratani ya kibofu,
alafu upungufu wa damu unaita anemia. Huyu mgonjwa amechelewa kutibiwa, maana alikuwa na chronic disease. Kwa hiyo yatampata hayo niliyoyataja. Lakini kama atakuwa ametibiwa, hawezi kuyapata haya, ila ataendelea kuwa na haweni na automatically atakuwa mzima, na hapo pia maisha yataendelea. Tunazungumzia hiyo part 1. Kwa hiyo nashukuru sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki. Video jingine nitamalizia kundi la ngapi? Kundi la pili linaitwa kichocho cha utumbo. Nitazungumzia hapo. Tutaendelea. Yes, bye bye. Mungu awabariki. Subscribe, comment, like and share the content. God bless you.